The King Full Movie. Hii ni sinema inayozungumzia kuhusu kisa cha Malkia kumkata kidole mfalme. Je, ni sababu gani iliyompelekea Malkia kumtendea unyama huu mfalme? Hayo na mengine zaidi. Ungana nami toka mwanzo hadi tamati. The King. Hii ni sinema itakayokufurahisha, kuburudisha kwa jumla. Hakika utapenda. The King, ikiongozwa nami Bin Masha mwenyewe. Andamana nami tuburudike pamoja. Ni kali kweli kweli. Lakini wakati wake. Sasa hayo kama pengine vile sijakunywa chai. Kwa nini? Wafanyakazi bado wamelala. Sasa hayo ndio kipembeni. Sabrina, fahamu ya kwamba mimi ndimi mfalme wa kijiji hiki cha Gongoni. Kila kilichoko katika ardhi hii, kinachozungumza na kisichozungumza, vyote viko chini ya himaya yangu. Kwa hivyo basi, nimekuchagua wewe ili uwe malkia wa kijiji utakaye nisaidia kwa mambo mbalimbali, kimawazo, kifikra na kiushauri pia, ili niweze kuongoza vyema kijiji hiki. Je, mawazo yangu umeyapokeaje? Bila shaka wewe ndiye mume wangu wa kweli. Nimefurahi kuwa malkia wa kijiji hiki. Bila shaka. Na hakika heshima zote unaopewa wewe, na mimi pia nitapata. Mungu azidi kubariki ndoa yetu, iwe na mafanikio na baraka tele. Amin. Sasa Malkia Sabrina, na kuomba upige magoti mbele yangu, ili nami kama mfalme nikupe baraka zangu. Ewe Malkia Sabrina, nimekubariki. Wewe ndiwe malkia wa kweli katika kijiji hiki. Asante sana mume wangu mfalme. Asante mume wangu kunifanya malkia. Ondoa shaka. Malkia Sabrina, wewe ndiwe barafu ya roho yangu. Ninakupenda kama ninavyopenda moyo wangu, na nitakutunza kama ninavyotunza mboni ya jicho langu. Laiti ningelikuwa na uwezo, basi dunia hii ningegeuza na kuwa chapati, nayo bahari nikegeuza na kuwa supu. Tunanyofoa dunia, tunachocha bahari, kisha sisi tunabaki tukining'inia tu hewani kama malaika. Sabrina, naomba unibusu japo kidogo tu. Mama yangu we.
sipaoshi wiki hizi 2. Kuoga ninaoga tu, lakini hapo vile vile. Sasa basi, na kuomba ufunge macho nikupe zawadi. Zawadi gani hiyo? Malkia Sabrina, acha hamaki. Wewe funga tu. Na usifungue mpaka nitakapo kuamuru. Sasa fungua macho yako na uangalie katika kifua chako. Je, kuna nini? Siamini macho yangu. Acha we. Zawadi nzuri. Umefurahi eh? Asante. Na tena bado. Funga macho tena. Una zawadi nyingine kiboko yao. Hebu fungua mdomo. Hebu tafuna sasa eh. Pole mfalme. Pole, samahani. Pole. Wanikata kidole? Pole. Mimi nakupa keki, wewe wanikata vidole? Pole. Wakata vidole mfalme? Samahani mfalme. Sasa hakuna cha malkia hapa. Malkia umeshi hapo hapo. Zawadi. Hivi, unaelewa hawa wetu kweli? Mimi kusema kweli siwaelewi. Naona wamebadilika sana. Tena sana. Je, kama tuna peke yetu? Eti rafiki yetu. Ya mimi asubuhi kuingia hapa. Niwaona tofauti sana. Ile pesa ile tumesana kitu. Wewe kama rafiki yetu utatusaidia vipi? Lakini mimi naona tuwaulize. La hasha. Ukimuuliza, si unajua baba yetu ni mfalme. Kumbukeni, wale ni wazazi wenu na ni viongozi hapa kijijini. Kwa hiyo hamstahili kujua mambo yao ya ndani. Sawa, haina shida. Lakini hiyo hadi yenye iko si nzuri kabisa. Siipendi mimi. Ndio. Sio nzuri, kitu tutafanyaje? Maana kuwauliza hatuwezi.
Karibuni. Tumekaribia ewe mfalme. Una taarifa mpya mumeleta? Ewe Malkia, na kuomba unipe muda kidogo niongee na wazee. Sawa mfalme. Kuna taarifa zozote mumeleta? Naona kuna walakini katika nyuso zenu. Ndiyo mfalme. Ujio huu ni kuhusu habari zilizoenea hapa kijijini kwetu, kuhusu uelewano baridi kati ya wewe na Malkia. Hivyo basi tukaona mimi msema limwengu na msema mwenzangu Bumbushu tuandamane hadi kwako tulijulie swala hili kabisa. Na kwa vile nyinyi ni viongozi wetu, kutoelewana kwenu kunatuweka sisi wanakijiji njia panda. Enyi wanakijiji wema, musiwe na hofu yoyote juu yetu. Malkia pamoja nami tuko imara kabisa. Majaliwa? Mambo huyo. Majaliwa? Niambie kaka. Leo umerauka. Bwana wewe. Niambie Majaliwa. Mimi mazuri. Kwema? Nashukuru. Muendeleaje ndugu yangu? Unaponiona bwana, mimi najitayarisha, nilikuwa nataka kutoka. Safi kabisa. Majaliwa. Bwana mimi napita mitaa yangu hivi katikati na nini, lakini Majaliwa. Bwana ndugu yangu, mimi hapa sijakuja eti kwa jambo lingine wala nini hapa. Mimi nimekuja hapo uniambie jambo moja tu. Ule ujumbe wangu umefikisha ndugu yangu. Wewe si unaniamini mimi, ndio maana umenipatia hii kazi ya kutafutia mrembo? Kwa sababu mara ya kwanza ulipomuona wewe ulifanya nini? Mimi nilimpenda. Ulimpenda, lakini sasa mambo yako hukujieleza vizuri. Unamuogopa. Wajua tatizo na wewe Majaliwa ni kwamba mimi nishakuchunguza, nimekuelewa vizuri. Ni kama ambaye wewe wamuogopa ule mfalme. Naona kati ya mapenzi na mfalme haihusiani na chochote. Mimi nachotaka mimi ni kumiliki yule mrembo. Wajua jinsi gani mimi mpenda yule demu mimi? Sasa wewe kwa sababu unaniamini, niachie hii kazi. Tutaifanya kwa umakini. Tusikurupuke kwa sababu mfalme akigundua ana walinzi wake baba. Najua. Anaweza kupoteza mara hii. Nafahamu. Anaongoza kijiji atashindwa kuongoza wewe. Nafahamu. Sasa wewe nisikilize kwa makini. Ule msichana. Naam. Mimi nilimkuta pale nyumbani. Kwa mbali nikamuita. Lakini sasa ule msichana nikaambia, sasa mara ya kwanza ulipomuona ulimuogopa, hukuonyesha hisia zako vizuri. Lakini mimi niko tayari kuzionyesha hisia zako kupitia kwangu. Umeelewa? Namuelezea jinsi unavyohisi. Na kwa sababu hiyo, wajua urembo wake mimi unaniumiza akili. Unaniumiza hata wale wazungu wanasema kisaikolojia. Mimi nikimuona mimi ngoja nakosa hata maneno ya kusema. Sasa yule mtoto mfalme wewe ukimtajia mambo ya kisaikolojia sijui nini hiyo yako, unamchanganya pia. Hakukuelewa hiyo siku. Ndio maana kila alfajiri lazima nikuje nikujulie hali rafiki yangu. Kwa sababu mimi na manufaa makubwa kwako kushinda wewe mwenyewe. Asante sana. Sasa ngoja nikwambie kitu kingine ambacho cha pili. Naam. Wewe mara zote ukija hapo unaniacha bila.
Nisikilize kaka. Sio kila siku nakuja hapo na kunituma inafikia mahali sasa pia mimi hata venye nimekuja sasa hii. Laiti ungenipa habari nzuri kuhusu ule mrembo. Wallahi billahi. Leo mimi ningekuchukua hapa nikakupeleka sehemu nzuri. Tukaenda tukajivinjari na wewe tukakunywa hata chupa 2 za mnazi. Ungesikiaje? Kwanza hapo kwa mnazi utanifanya mimi nitie bidii zaidi. Kwa sababu nimeopeza, niko na siku ngapi? 2. 3. Niko na siku 3 nakwambia sijapata hata kopo. Sasa, kitu kingine. Mimi nishampenda yule. Basi wewe, unajua ni kama ilikuwa tunaongea na shetani. Kabisa. Nione nini? Kazo. Si Kazo mwenye namhitaji mimi, mwenye namtaka mimi ni Zawadi. Hivi kwanza unajiamini vipi wale vijana wanatuita hivi? Watoto wa mfalme sisi. Kina nani kwanza? Shangaza mimi. Ngoja tuwafahamu. Siwajui. Zawadi, utaenda ama enda wewe? Ungeenda mwenyewe kama naye. Enda wewe. Enda uombe kazi uvinye na jini. Enda uongeleze. Sasa hizi warembo. Safi. Hivyo kijana, unatuhitaji rahisi kama hivi? Sio hivyo, lakini sasa unajua mtumwa hauawi. Mimi nimekuja tu kwa sababu ni mtumwa. Kwa sababu mhusika mwenyewe kagoma kuja, anaogopa kweli, lakini sasa mimi mtumwa hauawi kama kawaida. Wasemaje? Mimi nilikuwa naomba nizungumze na huyu dadako tafadhali. Atuomba kuongea na nani? Zawadi, kwa sababu Zawadi mimi ama Zawadi mwingine? Hii sio mara ya kwanza. Tumeliongelea hili jambo. Una heshima Unajua katika mapenzi huwa unaweza ingia popote pale. Unajua yule mwana pale alipofikia hawezi tena. Ni umuelewe. Ama uko tayari kuandikiwa kesi ya mauaji kwa sababu pale alipofikia ile hali yake sio, yani amekuwa afadhali jana. Kama hawezi jiamini mwache afe. Sawa. Tena kwa muda kidogo. Muda kidogo, mimi sichelewi. Ukichelewa tunaweza kuripoti kwa baba yetu. Samahani, asifikie huko. Sasa kama nilivyotangulia kusema kwamba mtumwa siku zote huwa hauawi. Mimi nimekuja hapa sio kupenda kwangu. Na mimi yule bwana pale alipofikia, hata mimi mwenyewe namuonea huruma. Kila siku, si asubuhi, si mchana, si jioni, kila wakati anakuja pale kwangu na kuniuliza vipi Zawadi amekujibu. Sasa mimi nataka sasa leo unipatie jibu ili nimpatie moyo wake upoe, kwa sababu moyo wake uko nao wewe. Mbona haji mwenyewe? Anaogopa. Naogopa nini? Anaogopa kukataliwa. Anaweza hata kujiua yule. Lakini kama uko tayari kuandikiwa kesi ya mauaji kwa ajili yake, basi ni sawa pia. Yaani kumaanisha ajiamini? Anajiamini sana. Yaani ukinijibu mimi, itakuwa ni kama umemjibu yeye. Kwa sababu huu ujumbe utatoka hapa dakika hii na niende nikamwambie kwamba yule msichana amekukubalia. Kwa sababu yule kijana anapata shida sana. Mimi sitaki mtu mwenye ananiogopa mimi. Huwezi kuyapima kina cha maji na mguu. Naweka fimbo kwanza ndio ujue kina cha maji yako vipi ndio uvuke. Sasa mimi nimetumia kama fimbo. Kwa sababu unajua mimi kitu ambacho kinanifurahisha nini? Upole kwanza. Hiyo ni kitu cha kwanza. Na yeye kaona hiyo. Ndio maana akakufuata. Yeye kaona kwamba wewe mpole. Halafu wewe msikivu, unavumilia. Ndio maana akasema yule nikimpata basi. Kwa sasa yule jamaa amekwisha. Kwa ajili yako anaweza fanya chochote. Hata sasa nikienda kumwambia kwamba unaitwa pale, mara moja atakuja mbio hapa, lakini mimi sitaki fikie hapo. Nataka tu nayo ile process. Kwa sababu yule bwana mimi sifanyi kazi bure. Umeelewa? Walipwa nini kwa? Kwa sababu mimi kitu ambacho kikubwa kabisa ambacho mimi nakitarajia, wewe shemeji yangu. Nakuja pale asubuhi pale kwa rafiki yangu. Wewe ndio umepika uji. Halafu umeweka kakopo kwa mbali, kamnazi. Yaani ni kitu ambacho inanifurahisha, nitajihisi kama ambaye niko mbinguni tena huko kwenye maduka. Unaonaje? Sasa nikamwambia usisikize
dadako yule mrafiki hakutakii mazuri wewe, ni kama ana wivu. Sasa wewe unasemaje? Ule jamaa moyo wake utulie kwanza, muangalie vile anapohangaika anapata tabu yule bwana, anapata tabu. Wewe unasemaje? Yes, nipige vigelegele hapa mpaka ajue kwamba jibu tayari. Nataka jiwakilishe mwenyewe. Unajua mimi nitaonekana kama mimi sijui kazi yangu. Tuomba tuende. Mimi sijui mnaongea nini, mara mnakuja mara hivi, mimi sikuelewi ujue. Shida ni nini? Au ni mwizi? Mbona unaangalikia mahali? Eti dada, kuna nini? Muulize yeye mwenyewe. Wasemaje? Naam. Vijana wangu. Naam baba. Naona shughuli zinaendelea hizi Bwana Majaliwa. Za hapa tena. Kwema. Shikamoo baba. Marhaba. Karibu baba. Shughuli za kumekucha hivi. Kukucha baba. Ndio kupambana hivi Kwa kazi tutajipa kazi. Basi kazi hazikosekani. Za kujipa wenyewe zipo pia. Za kupewa bado zipo vile vile. Basi naam. Kuna siku 2-3 hizi zinazokuja hivi. Nadhani nitawahitaji. Tuhitaji nyote wawili. Kutakuwa na nini tena? La hasha, halina hofu hilo. Hakuna shida. Tutahitaji tuwe pamoja. Kuna masuala fulani ya kijiji chetu tupate kuyaweka sawa. Hakuna matatizo. Nafikiri hapo itakuwa sawa sawa. Hakuna shida. Nimekuja kuwajulisheni kimbele. Kwa heri. Tumeshukuru sana. Ni sawa sawa. Haya, karibu tena. Mzee. Kuliko tumeshaagana hapo bwana. Haya. Hicho. Kuna mapya labda? Mzee. Hapa kijijini kote kuna taarifa ambazo zimeenea. Kama za tunasikia kwamba kuna fununu kwamba Malkia Mfalme sasa wewe tunakuuliza wewe kwa sababu hebu niwaulizeni ya kuhusu Mfalme na Malkia ili mjue ili iweje? Hawaelewani. Tunachojua sisi ni kwamba hawaelewani. Kama mnajua hawaelewani, yani hawapatani. Hivi nikawauliza waliogua mpaka mnajua ni nani? Labda unajua Majaliwa. Hatuna habari lakini hawaelewani. Sasa sikizeni hayo hawaya. Ni kwanza umri wenu hivi hayo yanafaa kama mimi mshauri wa mfalme ni yajue. Ni haya yanawaingiaje hao? Nyinyi ndio mnasema kwamba vijana ni viongozi wa kesho. Hilo kiukweli. Kwa nini tusifahamu? Sasa hilo kiukweli ni kwamba labda hizo fununu labda nyinyi mmezisikia kwanza mmezipata-pataje nyinyi? Fununu mzee haziko mbali na ukweli. Ndio kuyasikia semwa kwa sababu lisemwalo lipo. Sasa na kama halipo liko njiani nakuja. Sasa nipende sikio vizuri. Nipende masikio ni vizuri. Haya shika. Ukweli ni kwamba mimi ni kama mshauri wa mfalme. Nafikiri ya ndani sana ya mfalme yatakapojitokeza basi labda mimi naweza kuja kuelezeni, si nyinyi tu kuyapurupuka kuyasikia huko alafu nyinyi heshima zako kwako mfalme. Nimezipokea enyi wana kijiji wema. Sasa leo umeamua kunyamaza leo. Dunia mbaya. Ndani yake ndiye kumbe si. Yaani hivi Majaliwa. Vile ninavyokuamini wewe. Sina imani mimi.
Sasa mambo, mimi unajua mimi sikuelewi sasa, kwa sababu umekuja nasubiria usiongee jambo, umekaa kimya. Unielewi leo hii, unielewi. Mimi naona unazunguka bwana, sema kinachokusibu. Una shida gani ndugu yangu? Wewe rafiki yangu wa muda mrefu, sijawahi kuona katika hali hii mimi. Wewe kumbe unaniona mimi niko sawa kabisa. Sasa mimi naona unazunguka. Nenda moja kwa moja kwenye unataka kuzungumzia kuhusu nini? Kwa sababu mimi na wewe ni marafiki toka zamani. Wewe niambie, nani amekuudhi njiani? Yaani mimi naongelea kitu kiko rohoni, naumia ndugu yangu. Na wewe nimekueleza upeleke ujumbe. Mimi nimekuona ukiongea na yeye pale yule mrembo. Tulikuwa pamoja, unasahau? Je, ulinijibu chenye mliongea pale, mliongea kuhusu mimi ama ulikuwa unaongea kuhusu wewe na yeye? Basi mimi nikajua pengine kuna mambo mengine, pengine umeshikwa njiani na askari wa mfalme wamekudhulumu, ama pengine habari zimefika kwa mfalme kwamba unanyemelea binti yake. Kumbe unataka majibu yule binti. Ungesema tu. Mambo na ondoa shaka. Ondoa shaka kabisa. Ile swala kuhusu mrembo, mimi wewe mwenyewe ile siku uliniona. Mimi hakuna kitu kikubwa chenye nahitaji. Chenye nahitaji mimi ni ule mrembo, uniambie mliongea alisema nini kuhusiana na mimi. Je, ananipenda mimi? Je, anahisi na kihisi mimi? Kutoka moyoni mwangu mimi ninachohitaji ni kumpata yule, ni kummiliki yule mtoto. Wasiwasi wangu unajua ni nini? Kuna wasiwasi. Jibu nitakalolitoa hapa pengine linaweza likakuvunja moyo ama likakupatia motisha zaidi. Hapo ndio kwenye wasiwasi wangu. Na mbona hujaniambia? Kama nilivyotangulia mara ya kwanza nikakwambia tunafaa kuenda taratibu. Sasa ni hivi. Yule mtoto niongea naye tena kwa umakinifu. Lakini akanambia anataka akuone wewe mwenyewe. Si ndio mimi? Twende sahi. Lakini sasa wasiwasi wangu ni pale kwamba unaweza kuharibu zaidi. Kwa sababu mimi nishamaliza kila kitu. Nishafanya kazi yangu. Bado wewe tu nimeshakutafunia, nimeshakufanya kila kitu. Bado wewe tu kumeza. Ole wako uniangushe. Kwa wakati mwingine mimi nafikiria hata afadhali ningemtongoza mimi. Eti? Sikuamini. Sikuamini kabisa. Mimi nimekupikia, nikakutafunia. Bado kumeza tu unataka kushindwa. Yaani nakuonyesha goli. Piga goli, twende kipembeni tukashangilie, unaanza kuleta mambo yako. Tukashangilie, wewe usijali. Wewe tatizo lako ni kwamba yani wewe unataka kitu cha kwamba kiwe tayari leo. Mimi nishakuelewa. Sio leo, lakini mimi najua, mimi nakuwa muda mrefu kukuonyesha kwamba huyu msichana anataka hiki na hiki na hiki. Mmeshindaje tena hapo? Salama. Saa hizi. Salama baba. Na shughuli zinaendelea kama kawaida. Karibu sana. Nadhani kumbukumbu mnalo toka nimewachia salamu siku zile. Ya kwamba nitawahitaji. Naam. Siku ni leo. Leo? Andamani. Naomba mnifuateni. Sahi. Naam. Nifuateni. Tunaelekea kwa mfalme. Tuko pamoja? Tuko pamoja. Tuko pamoja. Kwa mfalme tuko pamoja. Tunaelekea kwa mfalme. Hai. Mwanangu, mbona nakuona huna raha? Mwenzako Zawadi yuko wapi? Mimi hata sijui ameenda wapi. Lakini sasa hoja mtu mzima yule. Unaona kama ametoka marafiki zake. Sasa tuachane hizo stori zake, tuongee zetu mama. Maana niko hapa. Sasa nilikuwa nakuuliza mama, kati ya hii mila yetu na desturi inasemaje kuhusiana mambo na kuolewa? Hivi huwa anastahili kuolewa ni msichana mkubwa au awe mvulana mkubwa
Au mtu anaweza olewa tu yoyote mwenye atakuwa amepata mchumba, amejisikia kuolewa anaolewa katika hii tamaduni zetu? Kulingana na tamaduni zetu mwanangu, mtoto wa kwanza awe wa kiume ama wa kike ndo anafaa aolewe ama aowe kwanza. Alafu mtoto mdogo wako ndo aolewe tena. Sasa nakuuliza mwanangu, hao maswali unaniuliza, kwani umepata mchumba? Hapana mama, nilikuwa najua tu nipate ufafanuzi zaidi. Usione haya mwanangu. Mama, hakuna. Kuna jambo wanificha, niambie ukweli. Mimi sina mtu. Nilikuwa nakuuliza tu ndio nijue. Alafu nikijua basi ndio ni hivyo. Asante mwanangu, lakini nakuhimiza mwanangu, ukipata mchumba uje unieleze, msifiche. Nyinyi ni watoto wa nani? Wa mfalme. Wao ukiolewa vizuri na heshima itakuja kwa babako na mamako, na yeye pia vile vile heshima itakuja kwa babako na mamako, na nyinyi ndio kioo cha jamii hichi. Kwanza mama, mimi si kwa mtu mzima, si kwa mtu mkubwa. Si kwa yaani hivi naweza olewa, si kwa mchana mkubwa. Mwanangu, mazungumzo yote tunazungumza, lakini hakikisha mwanangu, ukipata mchumba njoo nieleze mimi mwanangu. Nitampelekea ujumbe nani? Babako. Sawa, hakuna shida mama. Mimi nikipata tu nitakwambia tayari. Naam, sasa hizi Malkia na binti Malkia. Nzuri. Tumeshukuru sana. Naam. Marhaba. Hadi saa hizi tena. Nzuri, karibuni. Nimeshukuru sana. Vipi mfalme nimemkuta? La hasha, hayuko, lakini amenipa ujumbe. Hata kawia. Ndio. Kwa maana kumuulizia mfalme, kuna hawa vijana nilitumwa na mfalme niwalete hapa. Sasa nafikiri kama hata kawia itakuwa vizuri sana aje atueleze. Mwenyewe hata ndo huyu anaingia. Imekuwa vizuri sana. Heshima kwako wewe mfalme. Nimepokea yenye wana kijiji wema. Vizuri bwana mfalme. Marahaba mwanangu. Ewe mfalme. Wale vijana niliotuma ndio hawa mbele yako hapa bwana mfalme. Sasa baba, kama alivyotangulia kusema, wale vijana sasa ndio wale. Sawa. Barabara. Hebu niletee zile panga. Mara moja.